hatima, kurudi kwenye asili ya kukupa hatima, kurudi kwenye asili ya kukupa hatima. Hebu tuangalie nini maana ya hatima. Hatima ni mpango na kusudi la Mungu juu ya maisha ya mtu tangu au kabla hajazaliwa. Hatima ni mpango na kusudi la Mungu juu ya maisha ya mtu kabla hajazaliwa. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Ndio. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Ndio. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Ndio. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Ndio. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndio. Mstari wa 6. Ishia tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kabla hujazaliwa nilikujua. Maana yangu ninataka kusema nini? Hatima huwa ni mpango wa Mungu juu ya maisha ya mtu kabla mtu hajatokea. Amen. Amen. Kama mtu hajazaliwa, kitu kinachotangulia huwa linatangulia kusudi. Na hili kusudi ndio tunaliita hatima. Ili kusudi maana yake huwa inamaanisha ni kile ambacho mwanadamu atakifanya kwa miaka yake yote anapozaliwa, au kile ambacho kitamfikia hitimisho, kile ambacho kitamfikisha mwisho wa maisha yake, ndicho ambacho tunakiita hatima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa lugha nyingine tunasema Mungu anajua mwisho wa mtu kabla hajazaliwa. Mungu anajua maisha ya mtu kabla hajazaliwa. Ninatamani leo tuangalie kwa habari ya kurudi kwenye asili inayopeleka kwenye hatima. Ninarudia kusema kwamba kabla mtu hajazaliwa, kitu ambacho huwa kinatangulia ni kusudi, hatima. Angalia, Yesu kabla hajazaliwa, Biblia inasema mbinguni wakakaa kikao, wakasema tumtume nani aende ulimwenguni akawaokoe wanadamu na dhambi zao. Maana yake kabla Yesu hajajulikana ni Yesu atakuja, lilitangulia kusudi kwanza. Sio unanielewa? Sio unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Wengine ndio wamekaa hapa wamechoka. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kabla Yesu hajaja, kilichotangulia kwanza kusudi, kwamba apatikane mtu atakayeenda duniani akawaokoe wanadamu na dhambi zao. Sasa process inakuja, ni nani huyo? Ni nani aende sasa kulitimiliza ile kusudi tulilolitengeneza? Nani akalifanya? Ndipo Yesu sasa anasema mimi nitaenda. Kwa hiyo Yesu anakuja kutimiliza ile kusudi ambalo lilikuwa tayari limekwisha tengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikwambie jambo. Wewe kabla hujazaliwa lilitengenezwa kusudi ambalo limefanya wewe uwepo. Yaani kabla hujazaliwa mbingu ilikaa ikasema tunamtaka mwimbaji mkubwa mwaka 2030. Wakasema ni nani ataenda kuwa mwimbaji mkubwa wa kimataifa katika nyanja fulani na fulani. Akaonekana baba fulani, mama fulani ataweza kuwa. Sasa kinachotokea wanasema kwa mwaka ile wa 2030 sasa azaliwe leo ili akatimize kusudi 2030. Sio unanielewa sasa? Sio unanielewa? Maana yake mwanadamu kabla hajazaliwa yoyote huwa anatangulia kusudi. Hata wewe uliko hapo uko kwa kusudi. Ndio maana kuna wakati tunasema hivi, sisi tuko hapo kwa kusudi la nani? La Mungu. Angalia, leo tuko hapa Kibonde Maji, si ndio? Dar es Salaam. Lakini kila mmoja wetu tunataka tunalingana umri. Sawa? Mimi nataka nilingana umri na fulani. Lakini mapito yetu pamoja, tumekaa pamoja Kibonde Maji sasa hivi. Lakini njia nilizopita
lakini yamkini zikawa ndogo kuliko ulizopita wewe mpaka kuwepo hapa. Sio, unanielewa? Sio, unanielewa? Kuna mwingine alikuja Dar es Salaam ili aje kusalimia ndugu akaloea Dar es Salaam. Kuna mwingine alikuja ili aje kutafuta maisha Dar es Salaam. Kuna mwingine alikuja akapokelewa na watu, na kuna mwingine alikuja akapokelewa na mtu. Hakuwa kana ndugu. Sio, unanielewa sasa? Maana yake kuwa sehemu moja haimaanishi sisi tuna kusudi moja au tuna hatima inayofanana. Maana kila mmoja wetu anayo kusudi lake, hata kama tunaabudu pamoja, lakini kuna hatima ambayo Mungu ameiweka kwako ambayo ni tofauti na yangu. Wanaweza ziviwe. Changamoto ni kwamba huwa tunajaribu kujifananisha na hatima za watu wengine. Ndio maana utakuta mtu hana wito wa uimbaji, lakini ana force aingie huko kwa sababu anachotafuta ni afananie na fulani. Maana yake anaamini hatima yake ipo hapo. Haleluya. Haleluya. Okay, hapo unanielewa? Unaweza kufungua biashara ya genge, alafu lile genge likafa. Si ndio? Si ndio? Alafu ukafungua biashara ya vitenge, alafu biashara ya vitenge ikakuinua. Haina maana kila aliyefungua genge alifilisika. Sio, unanielewa? Na haina maana kama umemkosea Mungu. Hatima yako haikuwa imeandikwa kwenye habari ya kuuza nini? Genge. Ndio maana mimi na wewe tunafungua biashara sana, lakini mtembeo wa biashara zetu usifanane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatima huwa inatangulia kabla ya wanadamu hajazaliwa. Inatangulia hatima. Kusudi, mpango. Sasa nikwambie, sisi hapa tumejulikana kabla ya misingi ya dunia kuumbwa. Yaani Biblia inasema hivi, kabla ya misingi ya dunia kuumbwa, wewe ulikwisha kuwako. Ilibaki tu uidhinishwe. Sasa nilikuwa naongea lugha ngumu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa mwaka ulikwisha kuwako kabla ya mwaka uliozaliwa. Maana yake ni nini? Ulikuwepo kwenye akili ya Mungu hata kabla hajaiumba dunia. Na mtu ananielewa? Yaani wewe ulioko leo kabla dunia haijaumbwa ulikwisha kuwepo kwenye mpango wa Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye anajua mpaka mwaka wa mwisho wa maisha yetu. Sio alikwisha jua kwamba miaka fulani, mwaka 90 na ngapi nitamleta fulani, mwaka 80 na ngapi nitamleta fulani, mwaka 70 na ngapi atainuka fulani. Kwa Mungu alikwisha kujua wewe kabla hujazaliwa. Sasa kama alikujua, maana yake alikwisha kuandalia kusudi la wewe kwenda kufanya duniani. Na kila anayetembea kwenye mpango la kusudi la Mungu huwa anafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwa wakati mwingine wachungaji wengine wanaweza wakawa na wito na wengine wakajiita. Ni tofauti kati ya hao wawili, kwa sababu mmoja ameandikiwa hatima ya utumishi huo na mwingine amejitengenezea hatima hiyo. Unaweza kanielewa? Unaweza kanielewa sasa? Maana kuna mwingine ana force ya hatima ya mtu mwingine. Mwingine anaingia kwenye huduma sio kwa sababu ameitwa, ni kwa sababu ametamani aingie kwa lengo la mafanikio. Aliona wengine wanafanikiwa kwa ajili ya utumishi, akaamua ajiingize kwenye. Hamjawaona watumishi huu? Eti hamjawaona? Mlivyotulia kama hamjawahi kuwaona. Hamjawaona? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kuna watu wengine wanajaribu kutembea kwenye hatima zisizokuwa za kwao. Na wakati mwingine huko kanisani hujajua Mungu amekuleta duniani kwa sababu gani. Ndio maana umekaa hapo kama ulivyo, kwa sababu bado hujaamua kutafuta hatima ya Mungu kwenye maisha yako ni lipi. Hujaamua kutafuta kusudi la Mungu kwenye maisha yako ni lipi. Ninatamani leo ninapozungumza
kumbe Mungu amekuleta kuwa mshauri. Unaweza kuwa kwa maana uimbaji, kumbe Mungu amekuleta kuwa mwinjilisti. Hatima. Yesu atusaidie. Mungu ndiye Muumba wa hatima. Hatima ya mtu haiji kwa bahati, bali ni kusudi halisi la Mungu. Mimi nimewashuhudia watu kadhaa kwenye tasnia ya sanaa. Walikuwa waigizaji, wameingiza miaka na miaka, hawakufanikiwa. Wakasema sasa ngoja tutoke huku tufanye hiki. Walipoenda wakafanikiwa. Hata kwenye jamii ya kawaida tunazoishi, kuna watu ambao walipokubali kubadilisha mwelekeo wa kile wanafanya, wakakifanya kile kilicho kisahihi cha Mungu, wakafanikiwa. Hicho ni kwamba wewe hujaamua kujijua wewe ni nani, hujaamua kutambua. Amen. Angalia, hatima ya mtu inaweza kusaidiwa au kuvurugwa. Mtu anaweza kuikaribia hatima yake kwa utii na akaipoteza kwa uasi, uvivu au dhambi. Mithali 29:18. Mithali 29:18. Mithali 29:18. Mithali 29 mstari wa 18. Ndio. Neno la Mungu linasema, pasipo maono watu huacha kujizuia. Bali ana heri mtu yule aishikae sheria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema pasipo maono watu hufanyaje? Watu hufanyaje? Huacha kujizuia. Maana yake kuna watu wako hapa hawana hata maono ya maisha yao. Kuna mtu leo ukimuuliza, hivi unafikiria labda unatamani uwe nani? Hata yeye ajui anataka kuwa nani. Ukimfuata mtu kumwambia, okay, wewe unafanya biashara, lengo la biashara ni nini? Atakwambia nipate hela ya kutunza familia, chakula. Ndoto yako imeishia hapo. Hana ndoto nyingine. Na ninakwambia nikasema, ukiona mtu anaishi bila ndoto, bila maono, ni ngumu sana kufanikiwa. Kwa sababu watu pekee waliofanikiwa kwenye hii dunia ni watu waliokuwa na maono ya mbali. Mtu aliyekuwa na maono kwamba nimechoka kukaa kwenye nyumba za kupanga, nataka nijenge, yalianza maono. Kabla hajafikiria kununua kiwanja, alianza na maono kwamba natamani niwe na kiwanja. Wapi? Akaanza kufikiria eneo la kuweka kiwanja, kununua kiwanja. Alipopata akasema sasa ninafikiria labda ndani ya miaka miwili nimejenga. Haikutokea huu muujiza, kiwanja kikatokea, nyumba ikatokea. Maono. Pasipo maono watu hupotea. Sasa watu wengi wanashindwa kuweka maono ya maisha yao kwa sababu hawajamuuliza Mungu hatima ya maisha yao ni nini. Kusudi la Mungu kwenye maisha yao ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, Mungu ni roho. Ndio? Nao waabudu wanapaswa kuabudu Mungu katika roho. Sasa kama Mungu ni roho, maana yake hata katika ulimwengu wa roho huwa kuna mwili wa kiroho. Ninapozungumza mwili, ninamaanisha mwili linaloonekana. Maana hata amina mwitikia. Haleluya. Leo simama. Njoo. Bwana Yesu asifiwe. Geukia kanisa. Huyu tunamfahamu? Ndio. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Sasa Rozi, huyu tunaoona nje ni mwili anaomiliki Rozi. Sawa? Lakini Rozi mwenyewe sio huu mwili, ni ile iliyoko ndani ndio Rozi. Ile
yenye kuweza kufanya maamuzi. Yule aliyoko ndani ndo nani? Ndo Roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu wengi wao wakifa majina yanabadilika. Haiti fulani ataitwa marehemu fulani. Kwa nini anaitwa marehemu? Kwa sababu mbona mwili wake tuko nao pale. Kwa nini tunasema ameaga dunia wakati mwili tuko nao hapa? Kwa nini wengine wanasema ametuacha wakati mwili tuko nao na tunaushika? Maana yake yule aliyoko ndani ndiye mmiliki halali wa mwili. Tunaelewa? Sasa yule mmiliki halali akiondoka, huu mwili hauna tena authority ya kuwa boss. Bwana Yesu asifiwe. Sasa iko hivi, tuliotokana na Roho, maana yake huwa tunaishi kwa namna ya Roho. Asili yetu kama ni ya Roho huwa inazaliwa na tunaishi kiroho. Japokuwa katika hiyo hali ya kiroho huwa inakuwa na viungo vyote vya mwili kawaida. Nafikiri bado hujanielewa. Biblia inasema kilichozaliwa kwa Roho ni nini? Na kilichozaliwa kwa mwili ni nini? Maana yake kila kilichozaliwa kwa Roho huenenda sawa na nini? Na Roho. Kama sisi tumezaliwa kwa Mungu na Mungu ni Roho, maana yake tunatakiwa tuenende kwa namna ya nini? Ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika namna ya Roho, Roho nayo huwa ina mwili wake ambao tunaweza tukasema ni kitu cha kuonekana katika Roho. Unanielewa? Mungu ni Roho, lakini Mungu anayo mkono. Najua hilo. Ndio maana kuna wakati anasema mkono wa Bwana sio mfupi hata ushinde kunini? Lakini Mungu ni nani? Roho. Mungu ni Roho, lakini anayo nini? Macho. Wakati anasema macho ya Mungu hupiga mbio kila nini? Mahali. Mungu ni Roho, lakini anayo akili. Ndio maana tunasoma Biblia inasema akili zake hazifanyeje? Hazichunguziki. Mungu ni Roho, lakini anayo miguu. Anasema duniani ni mahali pake pa kuweka nini? Miguu. Tunanielewa? Mungu ni Roho, lakini anacho kinywa. Anasema kinywa cha Bwana kimenena hayo. Mungu ni Roho, lakini anayo pua. Kwenye Mithali anasema mtu mwenye kiburi ni sawa na moshi puani mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Roho, lakini anao mgongo. Huo mgongo anao. Angalia Musa anamwambia Mungu, hata kama sitaweza kuona uso wako, lakini nione hata mgongo. Unanielewa? Mungu ni Roho, lakini anayo sura, uso. Anasema uso wako, uso wa Bwana uone nani? Na mimi. Maana katika ulimwengu wa Roho kuna mwili wa kiroho ambao sasa huu unatusaidia sisi wa rohoni kutembea katika huu. Ndio maana mtu wa rohoni anaporudi kwenye asili, mambo yake huwa anayafanya kwa namna ya Roho. Kutembea kwake ni kwa namna ya Roho, kuona kwake ni kwa namna ya Roho, namna anafanya ni kwa namna ya nini? Ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu akitembea rohoni ni rahisi kuona kusudi la maisha yake Mungu aliyompangia. Kwa sababu ukitembea rohoni, Roho Bwana atasema na wewe. Ukitembea kwenye asili yako, natamani kuambia kwamba wewe asili yako sasa sio asili ya mwili. Huu mwili huu ni maana ya wewe kuwa umetengenezewa kusudi. Akasema ni azaliwe wapi? Ndio anatokea sasa mama Hansi anamzaa Hansi. Huyo Hansi, mama Hansi anatumika kama chombo tu cha kumleta Hansi ili atimize kusudi la Mungu. Sio, unanielewa? Lugha yangu inayosema kwamba hao wazazi waliokuleta duniani wamefanyika kama chombo cha kuleta kile cha Mungu ili kije kuonekana duniani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja wewe kwa kusudi, maana yake wewe sio wa dunia hii. Maana yake wewe ufanani na kabila ulionao. Ndio maana unapotimiza kusudi la Mungu huwa kutembea kwa namna ya kabila. Bwana wanatuokoa na makabila. Bwana wanatuokoa na hizo lugha za kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wametoka kwenye familia zenye matambiko makubwa. Nataka nikwambie leo, wewe hata kama umetoka kwenye familia maskini, ni Mungu amekupitisha hapo, lakini wewe sio wa kubaki hapo. Una kusudi la Mungu ambalo limewekwa ndani yako.
yako, ama kulifanya hilo, Bwana uone atakavyokutumia katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Watu wengi wao wanajiangalia kwa namna walivyo, wengine wanaangalia hali ya mazingira waliotoka. Nataka nikwambie haya mazingira ni Mungu tu amekuachilia hapo. Ngoja nikwambie hata Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Unanielewa? Yesu ambaye tunamuita mfalme, Yesu tunayemwita Mungu, anazaliwa kwenye hori la nini? La ng'ombe. Kuzaliwa kwenye nyumba ya nyasi kusikutishe. Wewe unaweza kulifanya kusudi la Mungu. Wewe unaweza kutembea kwenye kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Hiyo hali unayopitia isikuogopeshe. Lifanye kusudi la Mungu, uone mkono wa Bwana na maadui unaoona hautaona tena. Rudi kwenye asili. Asili yako sio ya kulialia. Asili yako sio ya kulia shida. Asili yako sio ya magonjwa. Asili yako sio masikini. Leo jitambua, mwambie Bwana, asili yangu ni ya mbinguni. Nikianza kutembea kama mwana wa ufalme. Ninatembea kama mtoto wa kikuhani. Ninatembea kama mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rudi kwenye asili. Wakasema Usukumani kakazaliwa kanana fulani huko Usukumani. Huyo Usukumani sasa amekuja kutimiza kusudi la Mungu. Ndio maana nikwambia, tunaweza tukawepo hapa Dar es Salaam, lakini sasa hivi tunapoongea hapa kuna mtu yuko Tarime ndani, kuna mtu yuko Musoma ndani, anaandaliwa kuja kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Unaweza usinielewe. Unaweza usinielewe. Yaani sasa hivi tunazozungumza, unaweza kukuta baada ya miaka 10 anayekuja kuwa rais wa Tanzania ni mtu ambaye tunazungumza sasa hivi, ambaye yuko kijijini ndani anasoma muda huu, yuko vijijini huko, zingine anatembea pekua, lakini Mungu anamwandalia hatima ya kuja kuwa rais wa miaka 3, 4, 5 mbele. Na mimi nakwambia hiyo itakuwa kwako kwa jina la Yesu. Ukianza kutembea katika kusudi la Mungu, Bwana atakuheshimisha kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Kazi ya Mungu wale kuheshimisha walio wake. Biblia inasema hakuna aliyemkimbilia Mungu akafanyaje? Akaibika. Wakati mwingine anasema nilikuwa kijana na sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki amefanyaje? Ameachwa. Wala watoto wake kuomba nini? Mikate barabarani. Maana yake wenye asili ya Mungu huwa wanatembea kwa ushindi. Wenye asili ya Mungu huwa wanatembea kwa kishindo. Wenye asili ya Mungu huwa wanatembea kwa mamlaka. Wenye asili ya Mungu watoto wao waombe mikate barabarani. Watakakoenda, watakakotembea, watabarikiwa. Biblia inaandika kwamba itakuwa utakaposikia kutunza kuyafanya haya ninayokuagiza hivi leo, baraka hizi zitakuijilia. Zitatembea na wewe mjini, zitatembea na wewe kijijini, zitatembea na wewe mahali kokote unakoenda. Yesu asifiwe. Amen. Rudi kwenye asili. Asili yako sio hiyo. Tafuta asili yako ili Bwana akupeleke kwenye hatima. Lazima urudi kwenye asili. Bila kumjua Mungu na kusudi lake, mtu hupoteza mwelekeo. Hatima huhitaji maombi, nidhamu, uvumilivu, kusikia sauti ya Mungu. Kumbukumbu la Torati 30:19. Torati 30:19. Neno la Bwana anasema, ndio nazishughuliza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema hatima huendana na roho ya utii ndani ya mtu, nidhamu ndani ya mtu. Biblia inasema, tazama nimekuwekea mbele yako. Anasema nimekuwekea uzima. Anasema hivi. Anasema nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Alafu mbele anakuambia chagua nini? Uzima. Maana yake option
ni juu yako. Alafu sheria ya Mungu iko hivi. Mungu akisema na wewe na ukashupaza shingo, huwa anaachana na wewe na anaacha ufanye kile unachokitaka. Wakati fulani watu fulani waliamua kujichagulia mfalme atakayewaongoza. Mungu akasema huyu si aliyemchagua mimi, lakini kwa sababu mmemtaka nyie, basi ninawapa mfalme huyu awaongoze. Nini kilitokea? Walirudi wao magotini tena kwa Mungu kwa kulia. Maamuzi ya kuelekea hatima iliyo njema yako mkononi mwako. Aidha uitengeneze au uiharibu. Nimekutana na watu fulani ambao nimesoma nao shule, lakini katikati ya masomo walibeba mimba. Katikati ya masomo waliamua kuchagua kuolewa kutoka shule. Maana yake yeye aliamua kujitafutia hatima yake. Yamkini Mungu alimwandikia huyu akimaliza shule atakuja kuwa mkuu wa mkoa huyu. Na kwenye historia ya hatima ukijichanganya kidogo, umepoteza mwelekeo mzima wa maisha yako. Mfano, Bwana Yesu asifiwe. Leo hii mtumishi wa Mungu, usingekuwa umechukua maamuzi ya kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam, unahisi ungenifahamu? Jibu ni hapana. Unahisi ungemfahamu Pastor Mshana? Jibu ni hapana. Maana yake kama hili la kuja Dar es Salaam kusudi la Mungu ndio lilikuwa sahihi, kama ungeamua kufuata kusudi lako ukasema mimi naamua kubaki Mbeya, yamkini ungekutana na cycle nyingine ambayo saa nyingine mpaka leo usingekuwa kwenye maisha ya wokovu. Sasa nielewa mwana wa Mungu. Sasa nielewa. Maana yake ukitoka kwenye leni ya Mungu kwenye maisha yako hata kidogo, cycle unayokutana nayo ni cycle ya kupeleka kwenye hatima nyingine. Ndio maana Biblia inasema nimekuwekea mbele yako mauti na uzima, ila mimi nakushauri chagua nini? Uzima. Hata wazazi wao wanaambia watoto wao hivyo, nimekupeleka shule ukasome. Sasa wewe haya ndio atakuwa ni maamuzi yako. Kwani unafikiri mtoto akirudi na mimba nyumbani wazazi wao wanamfukuza na kumuua? Huwa wanamuua. Hawamuui. Mzazi itafikia kusema kwa kuwa ulichochagua, ishi ulichochagua. Unaelewa? Ndivyo na Mungu wetu alivyo. Wakati mwingine ukiamua kuyafuata yaliyo ya kwako nje ya yaliyo ya Mungu, huwa anaamua kusema okay, utakuwa mtoto wangu ndio, lakini sasa ninaamua ufanye kile ulicho. Inatumia nguvu kubwa sana kuona umerudi kutoka ulikokuwa umeenda ili urudi kwenye hatima. Kwanza inahitaji maamuzi mengine ni ya kupoteza baadhi ya vitu kwenye maisha yako. Kuna wakati ili Mungu akurudishe kwenye leni, kuna vitu vinatakiwa viondoke kwenye cycle ya maisha, kwenye mzunguko wa maisha yako ili urudi kwenye ile hatima Mungu alikutengenezea. Usione. Maamuzi ya kurudi kwenye hatima huondoa hata marafiki wengine waliokuwa fake kwenye maisha yako. Maamuzi ya kurudi kwenye hatima huondoa hata wale ndugu wenye chuki na choyo kwenye maisha yao. Maamuzi ya kurudi kwenye hatima huondoa hata wale watu wa karibu wa kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja tukakutana naye, tukamhubiri Injili akaokoka. Alipotoka akatuambia, anakuwa tunaongea naye tukagundua ile dada hana kazi yoyote hapa mjini, lakini anaishi maisha mazuri. Maelezo hakuna mazuri. Sasa kama tunadisi pema, wewe tunaenda kazini asubuhi na jioni, wewe upo nyumbani, mwenzetu unafanya kazi gani? Maana maisha yako ndugu yetu kanisani akisimama hapo, mimi nachangia shilingi fulani, Yesu asifiwe. Katika kudadisi ikajulikana bwana yule dada ana sponsor. Sawa? Sponsor yule ni mume wa mtu, anahudumia. Sasa wewe fikiria, ni mchungaji, unatakiwa kumshauri yule dada. Unamshauri nini? Anatakiwa aokoke. Sasa ili atembee kwenye mpango wa Mungu,
Simniambie. Leo unashauri nini? Bwana Yesu asifiwe. Au praise unashauri nini? Anatoa sadaka nzuri. Hana kazi. Mwambie achana na bwana yake. Alafu aishi maisha ya shida yake na kulilia mkono. Mchungaji au unamshauri nini? Atafute kazi. Haya, kwanza kuanzia tukaa nyumbani. Unamshauri nini? Wewe unamkumiza. Maamuzi ya kurudi kwenye hatima huwa yaangalii faida unayoipata leo. Maamuzi ya kurudi kwenye hatima yanaenda kukurudisha kwenye hali ya ufukara na masikini, lakini Bwana anataka atengeneze kuanzia hapo, utengeneze maisha yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa wakati mwingine Mungu anataka kurudisha kwenye leo, huwa anaamua kukushape, anayaondoa yale makando kando yaliyokuwa yanaonekana yakakupoteza. Kwa hiyo ukiona unaomba maombi ya kurudi kwenye hatima, huo umejipanga kwa kila kinachokuja mbele yako. Yamkini hata mchumba ulionaye Mungu akamuondoa kwa sababu sio wa hatima yako. Usishangae unaomba alafu Mungu anakutoa hapo ulipo, hata unapofanyia kazi ukasimamishwa kwa sababu hiyo kazi sio hatima yako. Usiogope. Mungu ana mpango juu ya maisha yako. Vitu vinavyoonekana kwa namna ya mwili huwa vinapendeza kwa macho. Hata tunda walioliona kina Adamu na Hawa lilikuwa linavutia, Biblia inasema lilivutia kwa macho, lakini bado lilikuwa ni tunda lililopeleka kwenye uti kwenye kufahamu uzima na nini na mabaya. Vitu vya dunia huwa vinapendeza maidia. Vinapendeza. Maisha ya dunia yanapendeza sana. Yanapendeza sana. Maisha ya anasa yanapendeza sana. Kula sisemi sio anasa, ni kujipenda. Yaani anasa ni ile hali ya kupenda starehe zilizopitiliza. Yaani sio lugha gani? Yaani ngoja niweke hili sawa. Kwa mlokole haina maana usio unajitoa hapo. Sawa mtumishi wa Mungu. Kwa mlokole haina maana usipendeze. Sio, unanielewa? Ulokole wa kupendeza ulikuwa ni ulokole wa kizamani. Yaani kwamba ukionekana mchafu unaonekana mtakatifu ndani yako, sio kweli. Unanielewa mtumishi wa Mungu? Kwa hiyo jipende, jipambe, kula vizuri, ishi maisha sio watu tunatafuta hela bwana. Tuwe na maisha mazuri. Uwe angalau kitabu cha kusingiziwa kwa kufuatia smartphone, si ndio? Mama kaa vizuri. Hata ukisuka twende zako kilioni, lakini zinakuwa zimekaa katika hali ya nini? Ya uzuri. Si ndio? Si ndio? Hata kama umeamua kufunga ile mbano wa nyuma, lakini umekaa nini? Haina maana hiyo ni anasa. Haina maana nini? Ya anasa. Kaka, saluni, angalau kila wiki, enda zako saluni, tengeneza vizuri nywele zako, kaa vizuri. Hiyo sio anasa. Anasa ni ile starehe ambazo kwanza ziko kinyume na mpango wa Mungu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Haleluya. Kwa hiyo ili urudi kwenye hatima, inabidi ukubaliane na baadhi ya matokeo yanaweza kutokea kwenye maisha yako. Naomba tuangalie kwa haraka, muda umeenda sana. Naomba saa 7 kamili nimemaliza. Sasa hivi tutaendelea kabisa. Na dakika 10 tu hapa. Mambo makuu yanayoathiri hatima. Moja, nimeshaongelea nimeongelea kwa habari ya utii, nidhamu, kwa bila nidhamu, lakini pia nyingine mambo yanayoathiri ni mazingira na marafiki. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. 15:33 wa Korintho. Ndio, kwanza. Msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ndio. Basi natosha. Biblia inasema msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu nini? Maana yake katika kuzungumza huwa kunaua tabia. Na katika kuua tabia
Ukiona mtu amejaa matusi, ujue aina ya marafiki wanaomzunguka ni wa aina hiyo. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema mazungumzo mabaya huharibu tabia. Unajua kuna watu sasa hivi haya matusi ya muoni, yeye kwake imekuwa ni kama kiunganishi cha sentensi kwenye kila sentensi anayoongea. Unajua maana kuna mtu akiongea haachi kulichomeka hapo katikati. Kaneno wewe kwako hata kukatamka ni kazito, lakini yeye kanaingia katikati na kanaunganisha sentensi. Unajua maana hiyo unajua kwa watu wako hapo wanaitana wewe. Unajua watu wako hapa wanaitana wewe fulani. Yaani vitu vya ajabu. Unasikia wewe kijana? Kilichoharibu hiyo tabia ni mazungumzo. Maana yake aliamua kufanya na hiyo dhambi akaionelea ya kawaida na akaendelea kutembea nayo. Ndio maana sasa hivi haogopi hata kuitoa katikati ya umati wa watu. Kuna maana mengine hata ukiwa peke yako ukilizungumza unapata ukakasi. Unajua yaani kuna tusi ukilisikia mwenyewe unakai, lakini yeye ndio kwa utakofa ametoa katikati ya stendi, yaani hajali wala nini, yaani nimetoka na yeye hana shida. Kumeshatengenezeka ni tabia. Unaweza asifiwe. Sasa mtu ana namna hiyo ni ngumu sana kufikia hatima. Mazungumzo mabaya huharibu tabia ya shetani. Lakini pia tuzungumza kitu kingine kinachoua hatima ni dhambi. Dhambi huua hatima. Uvuruga mpango wa Mungu kwa maisha. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Maana yake mauti huanza mauti ya kiroho, kufuata mauti ya mwili. Ukiona mtu ametenda dhambi, maana yake kilichoanza kabla ya mwili kwenda kutenda ni roho yake ilikufa. Alafu baada ya kufa ndio sasa mwili ukapata nafasi ya kuitenda ile dhambi. Sio, unanielewa? Kwa sababu kinachoongoza nafsi stende dhambi ni ile dhamiri. Si ndio? Hata mwizi huwa akienda kuiba huwa anajiuliza maswali haya. Kwa hivi nikienda nikakamatwa, lakini kuna nguvu ndani yake huwa inamsukuma, anamwambia kwa leo hautakamatwa, tutatumia njia hii na njia hii. Hata muongo dhamiri yake huwa inamwambia wewe unadanganya, lakini ile nguvu ya dhambi ndani yake huwa inapush kile kitu. Maana yake sasa ile roho yake imekufa, hali yake ya kiroho imefanyaje? Imekufa, hapo imeruhusu mwili kuchukua nafasi. Ndio maana anasema watu wote wametenda dhambi na kupokea utukufu nani? Na Mungu. Anasema mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Maana yake inaanza mauti ya kimwili, ya kiroho inapata mauti ya mwili. So ikianza mauti ya roho, maana yake mwili huyu roho yake inakuwa haina uwezo tena wa kufanya maamuzi. Ndio maana sasa anaona cha kufanya hapa ili niishi nikawe kahaba. Anaona ili nilipe kodi nikajiuze. Anaona ili nilipe kodi maisha yangu, watoto wangu waishi, nisomeshe, hapa nitafute mume wa mtu niwe naye. Kilichoanza kufa ni nafsi, halafu imefuata mwili. Sasa mwili unakuja kufa vipi? Katika kutenda dhambi unakuja kupata magonjwa. Unakuja kufumaniwa. Unapigwa. Nini? Mauti ya mwili. Bwana Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Tumelala. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tunakatana na kumaliza hapa. Watu wengi leo wanaishi maisha yasiyoendana na asili yao ya kweli. Tumebadilishwa na dunia, majeraha, dhambi, tamaa na mazingira. Lakini Mungu anatuita turudi kwenye asili aliyotuumbia. Mungu ametuumbia maisha ya utakatifu. Asili yetu ni utakatifu. Sema utakatifu. Sema tena utakatifu. Asili yetu ni utakatifu. Biblia inasema basi iweni watakatifu kama mimi nilivyo nini? Bwana msemi kama mimi nilivyo. Maana yake tunatakiwa kutembea sawa na Mungu alivyo mtakatifu. Ndivyo na sisi tunavyotakiwa kutembea katika hiyo hali ya utakatifu. Ndio maana ninasema basi iweni watakatifu kama mimi nilivyo nini? Mtakatifu. Maana yake wewe ukiwa rohoni na baba yako ni Mungu, maana yake unatakiwa kutembea sawa na utakatifu wa Mungu. Bwana
asifiwe. Haleluya. Jambo jingine, mamlaka. Asili yetu ni mamlaka. Asili yetu ni mamlaka. Mamlaka. Ngoja nikwambie, Mungu wakati anamuumba mwanadamu alisema hivi kwenye Mwanzo sura ya 26 alisema, na tumfanye kwa sura na kwa mfano wetu, ili akafanyeje? Ili akafanyeje? Samaki, ndege na kila kiumbe chenye kutambaa kitambaacho juu ya nini? Naelewa maana yake. Asili ya kuumbwa kwa wewe mwanadamu lilikuwa ni kutawala, mamlaka. Ndio maana baada ya wanyama wote kuwa wameletwa duniani, sasa sio wanyama waliumbwa, sijui. Baada ya wanyama wote kuwako duniani, kilichofuata ni Adamu alipewa mamlaka ya kuwaita nini? Majina. Wanaweza asifiwe. Kwa asili ikaanzia hapo, kwamba sasa asili ya huyu mtu tangu ilipotambua kwamba atatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi, maana yake alipewa vyote avimiliki na kuvitawala. Kwa lugha nyingine, yeye ndiye alikuwa mtawala mwenye mamlaka. So alikuwa na uwezo wa kuamrisha simba, twendeni, wakaenda. So njooni hapa, wakaja. Nyoka, tulia hapa, akatulia. Sasa shetani alipokuja aliondoa ule uhalisi wa Mungu, akaweka uhalisi wa mwanadamu. Ndio maana tukatoka kwa mfanano wa Mungu, tukawa uzao wa Adamu, ndio tukaitwa mwanadamu. Wanaweza asifiwe. Maana sisi tulizaliwa kwa roho kwanza, spiritual, kwenye mfanano na sura na taswira ya nini? Baada ya mwanadamu kutenda dhambi, Biblia inasema alipomuumba Adamu na Hawa akawabarikia, akawaita jina lao Adamu. Sawa? Sasa yule Adamu, maana yake Adamu ni kichwa, lakini jina la Adamu limewabeba wote wawili, Adamu na Hawa kama kichwa. Sasa maana yake baada ya Adamu kutenda dhambi, maana yake baada ya Hawa kutenda dhambi, wakazaliwa watoto wenye mfanano na sura ya Adamu baba yao. Ndio muangalia wakati Biblia inazungumza kwa habari ya kuzaliwa, anaitwa Kaini, Abeli na Seti. Biblia inazungumza kwa habari, angalia wakati Seti anazaliwa, Biblia inasema akazaliwa mtoto aitwaye Seti mwenye mfanano sawa na baba yao. Maana yake alikuwa na mfanano sasa, sio tena ule wa Mungu, alikuwa na mfanano wa Adamu, na hapo kikaanza kizazi cha mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake mwana wa Mungu ikaondoka, kikaanza kutembea kwenye asili ya dhambi. Sasa tunaporudi na kuokolewa, kwa sababu Biblia inasema waliozaliwa kwa roho ni wa rohoni. Maana yake Biblia inatuhamisha, ndio inasema waliompokea Kristo walifanyika watoto wa Mungu. Maana yake tulifanywa incarnation ya kuhamishwa kutoka kwenye hali ya wanadamu na kupelekwa kwenye hali ya umungu. Unanielewa bado? Unanielewa? Wanaweza sivyo? Maana yake kilichofanyika ni kutolewa kwenye ile hali ya asili ya wanadamu, tukaleta tena kwenye asili. Ndio nasema kwamba ni kuhamishwa. Kuokoka ni kuhamishwa. Unahamishwa kutoka wapi? Kwenye asili ya wanadamu na kurudishwa kwenye asili ya baba yako. Ndio maana nasema wenyewe mnakuwa uzao mteule. Ndio maana ya mteule. Mteule ni uzao uliobarikiwa, uliochaguliwa, uzao ambao Bwana ameuchagua. Wanachagiliwa. Wewe hapo tangu ulipookoka ulifanyika uzao mteule wa nani? Wa Mungu. Maana yake ulitolewa kwenye ile asili ya baba yako na mama yako, ukarudishwa kwenye asili pia ya Mungu. Haleluya. Ndio maana nilisema kuna wakati ukifika unasema, Mungu, ninaanzisha ukoo mpya na wewe. Sitafuata matambiko ya mababu zangu, nitatembea kwa ukoo mpya na Kristo. Watoto wangu watatembea ukoo mpya na Kristo. Haleluya. Kwa maana mimi sio wa asili ya kuzimu, sio wa asili ya dunia, sio wa asili hii. Kama watafanya matambiko, mimi sio wa kwao, nimehamishwa. Kama watamwaga sadaka, watatoa makafara, mimi sio wa kwao, hawataniunganisha na wao, kwa sababu nimejitoa kwenye asili ya wanadamu, nimekuja kwenye asili ya Mungu. Maana yake ninatembea
So ndipo tunaporudi kwenye kitabu cha Mathayo, anasema mtakalolifunga duniani na mbinguni limefanyaje? Limefunga. Na mtakalolifungulia duniani na mbinguni limefunguliwa. Maana yake ile authority power inarudi kwenye maisha ya mtu, ile nguvu ya umiliki inarudi kwenye maisha ya mtu, ile nguvu ya utawala inarudi kwenye maisha ya mtu aliyekubali kuamini. Anasema ishara hizi zitaambatana na hao nini? Waaminio. Wanaamini nini? Neno la Bwana. Wanaamini nini? Yesu ni Bwana. Wanaamini nini? Yesu ni Mwokozi. Wanaamini nini? Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Anasema ishara hizi zitaambatana pamoja na hao. Maana yake sio kila mtu ishara za Mungu zinaambatana naye. Ni yule aliyekubali kuhamishwa kutoka kwenye hali ya ukawaida akarudi kwenye asili ya Mungu. Ishara na maajabu vinaambatana pamoja naye. Ishara na miujiza vinaambatana pamoja naye. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Rudi kwenye asili yako. Asili yako ni kuwa mtawala wewe. Asili yako ni kumiliki. Leo acha kujifananisha na wanadamu wa kawaida. Maana wewe umewazidi hao. Ndio maana nakwambia wachawi wanaweza wakawaroga wengine, lakini wewe huwezi kurogeka. Maana yake umehamishwa kutoka kwenye hali ya wanadamu wa kawaida, umefanyika mwana wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Umetoka hapo. Ndio maana wakija kukutafuta wanaweza kumroga jirani yako, alafu kwako watashindwa kwa sababu wewe sio wa kwao tena. Wewe sio wa dunia hii tena. Matunguli hayawezi kukuona wewe. Waganga hawezi kukuona wewe. Unaona ni kama chembe kwa sababu wewe una Kristo ndani yako. Biblia inasema Yesu akiwa ndani yetu na sisi ndani yake. Sheria yaani kwamba tukianza kutembea nguvu ya Mungu inaumbika tena ndani yetu kwa sababu Kristo yuko ndani yetu. Ndio hapa anasema hivi, ombeni lolote mtakalo kwa jina. Yesu asifiwe. Sio kila mtu ana authority na mamlaka ya kuomba kwa jina la Kristo. Wewe unaye, kwa sababu wewe ni ndani ya familia ya Kristo. Wewe ni ndani ya familia ya Mungu. Wewe ni ndani ya familia. Yesu asifiwe. Haleluya. Asema je, baba anaweza mtoto anaweza kumuomba baba mkate akampa jiwe? Kama ninyi mnaenda kuomba watoto wenu vipawa vyenu, si miujiza hii mimi kumpa kipawa mwanangu ninayempenda? Maana yake Mungu ni zaidi ya baba na mama. Mungu ni zaidi ya wajomba na shangazi. Mungu ni zaidi ya watu wanaomba misaada. Anaweza akafanya zaidi ya hicho, maana wewe ni mtoto wake. Haleluya. Rudi kwenye asili. Asili yako ni mbinguni. Wewe sio kukawatika kikawaida. Wewe sio kuteseka kikawaida. Ikifika wakati unalala njaa, unamwambia Mungu, mimi ni mzao kifaa. Leo Bwana umenilaza njaa kwa sababu najua kuna kitu unanifundisha, lakini sio kwa sababu nimekosa. Ninaamini kwa wewe unayenitia nguvu, kesho itakuwa bora. Anasema tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nini? Nguvu. Maana yake tuna Mungu ndani yetu anayeuisha vile vinavyoonekana kufa. Ngoja nikwambie, sisi hatuna nguvu ya kushindana na mizimu na mapepo na majini na mashetani. Kinachoweza kutusaidia kufanya hayo ni ile nguvu ya Mungu ndani yetu. Ukiona hiyo nguvu imeondoka ndani yako ukabaki kapa, wewe umekuwa kapa. Biblia inasema ni sawa na makapi yapeperushwa na nini? Na upepo. Yaani huna maana, huna faida. Wachawi watakuchukua, watakuendesha vile wanataka kama kidumu chao, na utakuwa kigonda cha wachawi miaka nenda rudi, kwa sababu ile nguvu ya Mungu ya kucontrol, ile nguvu iliyoko ndani yako ianze kufanya kazi. Au simama mbele. Praise the Lord. Tafadhali kama tuabudu Bwana, tukamwambia Bwana, natamani nirudi kwenye asili. Tamani nirudi kwenye asili. Tamani nirudi kwenye asili. Sheria. Uko tayari kumwomba Mungu rudi kwenye asili yako? Wakati uko tayari kumwambia Bwana, nirudishe kwenye asili yangu ya umiliki na utawala? Wakati unatamani upate nguvu ya kuanza kumiliki na kutawala tena, inua mikono yako sasa juu.
Natamani rudi sasa kwenye asili yako. Wewe Bwana, ninarudi kwenye asili. Wewe Bwana, ninarudi kwenye asili yako.
yangu iwe juu yako. Utukufu wa Mungu usikupungukie. Bwana akuatamie kama kuku atamiao vifaranga vyake. Kristo akawe kiongozi wako. Uingiapo kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Neema na uchumi juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Adui hata yagusa maisha yako kwa jina la Yesu. Maana wewe ni uzao mteule wa Mungu. Bwana atafungulia fedha toka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, na hakuna atakayezuia kwa jina la Yesu. Kuna watu watakuja na kukuletea habari njema kwenye maisha yako ndani ya wiki hii katika jina la Yesu. Utapokea neema itokayo kwa Mungu kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Lile linaloonekana gumu kwako Bwana akalibariki na likawe jepesi kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Mpigie Bwana makofi wakati ninashuka mahali hapa. Na Pastor Mshaka anapanda mahali hapa. Pigie tena Bwana makofi, ongeza tena makofi kwa ajili ya huyu Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu mshangilie tena Bwana kwa makofi. Simama hapo ulipo. Mshangilie Bwana kwa makofi ya furaha. Piga kelele za shangwe. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastor Shedrack, Mungu akubariki. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastor Shedrack, Mungu akubariki sana, akuinue, akuzidishie maradufu pale palipopungua nguvu, Bwana akuzidishie. Amen. Mungu akubariki sana. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako. Baba, asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Bwana umemtumia. Ametulisha, tumekula, tumeshiba. Baba, nakurudishia sifa na shukrani. Maana Bwana ni chombo chako kiteule ambacho Bwana umekichagua. Na Bwana ukazidi kumtumia kila itwapo leo. Pale palipopungua Bwana ukamwongezee nguvu maradufu. Kwa utukufu wa jina lako. Amen. Amen. Mungu awabariki sana 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 sana. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa ajili ya ibada njema na ibada nzuri ambayo imeendelea mahali hapa. Tumekula, tumekunywa, tumeshiba. Amen. Kwa kweli ibada ya leo ilikuwa ni ibada ya tofauti. Ilikuwa ni ibada ya kufunguliwa. Amen. Ninaamini tumetoka na kitu mahali hapa. Kuanzia waliokuja asubuhi morning glory mpaka saa hii tumeona Bwana akiendelea kutufungua. Amen. Amen. Ni wiki njema ya baraka kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Turudi kwenye asili yetu. Amen. Ili tuweze kutembea na huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Asubuhi tumefundishwa kwa habari ya kutembea pamoja na Mungu, na hatimaye tumekuja kumaliza na habari ya kurudishwa kwenye asili yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuishi katika maisha ya utakatifu. Ili tuweze kukaa katika asili yetu, ni lazima tuwe na mahusiano mazuri na Mungu wetu. Amen. Mungu akubariki sana Pastor Shedrack. Amen. Basi nichukue nafasi hii kuwatangazia tu machache. Baba yetu mpendwa, askofu wetu Dr. Ayubu Mwakangata, naona leo hatuko naye, amesafiri yuko Dodoma, na ameomba tuwafikishie salamu. Alitamani sana kuwepo pamoja nasi, anawapenda. Amen. Nasi tunampenda. Nasi tunampenda. Ninaona watu wawili wamesema wanampenda, wamenyosha mikono. Na maana kanisa zima tumpendi baba yetu. Wote tunampenda. Tunamwombea. Amen. Mungu awabariki sana. Nipende kuwaletea tena tangazo la mkutano wetu wa kanisa letu la Zigiziwa. Mkutano utaanza tarehe 8 mwezi wa pili.